Mshana yupo katika wakati mgumu sana. Leo pia nilikuwepo naye. Alikuwa akijaribu kunipata na kesi za mke wake. Lakini nilijaribu kumweleza kila kitu ambacho alichoniambia. Na nikamshauri mpeleke mkeo hospitali akapime. Huenda ana mimba. Ila nilivyoona ni kama vile hakubaliani na hili swala, hata sijui kwa nini. Hata kama sipokubaliana na hilo swala, lakini Lamla ana mimba. Unajua wanaume wengi wamezoea akiwa na mke wake ndani, akiwa katika hali hiyo ya ujauzito, amezoea labda aone dalili labda kutapika mara kwa mara, kutema mate mara kwa mara, labda kuchagua vyakula, mara hivi, mara vile. Lakini inategemeana. Kuna mtu mwingine akiwa katika hali hiyo haoni dalili hizo, hawi na dalili hizo za kutapika au kutema mate mara kwa mara, lakini Lamla ana mimba. Labda kama unaenda kwa hospitali kwa uthibitisho tu, lakini Lamla ana mimba. Mimi nimeshamshauri. Kwa hiyo ni maamuzi yake mwenyewe. Atampeleka hospitali au vipi? Sawa, tuachane na hayo. Ikawaje jana unifanyie hivyo? Ukanifanya mimi niache mlango wazi. Jana bwana nilipitwa na usingizi. Nakuja kushtuka muda umeenda. Kwa nikaona sio mbaya, kesho na usiku tutakutana. Haya sawa. Kama kesho pia ilikuwa siku, basi kesho imeshafika, ndo leo. Haya tuanze tu. Saizi? Kuna nini? Saizi kuna nini? Jua kali, joto sana ndani. Sikuna vipepeo humo, utajipepea. Sawa, najua vipepeo vipo, lakini jioni tunaomba tufanye jioni. Saizi bado saizi. Bwana, basi nisindikize. Okay. Ndio bwana Mshana. Karibu sana. Asante. Biramla, karibu. Ya majibu yako tayari. Yanaonyesha kwamba Biramla ana ujauzito wa mwezi mmoja na wiki 3. Hongereni. Asante daktari. Asante sana. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba kwanza kabisa alale kwenye kitanda chenye chandarua. Hii itamsaidia kuepuka na magonjwa yanayoenezwa na mbu. Lakini pia mazingira ya nyumbani yawe safi. Kwamba tuwe tumelimia nje kuondoa nyasi ambao ndio makazi ya mbu, kufukia mashimo ambayo yapo. Lakini pia anashauriwa awe anakula mlo kamili. Tumie matunda sana, anywe maji kwa wingi. Lakini pia anashauriwa awe na muda wa kupumzika. Anapaswa kuanzisha kliniki mapema ili hii msaidie kuepuka na magonjwa ambayo yanaweza yakamwathiri yeye pamoja na mtoto. Vile vile tumpunguzie kazi nzito kama kuchanja kuni, kwenda shamba kulima, awe anafanya practice za kawaida tu pale nyumbani. Ale mlo kamili. Hii itamsaidia kujenga afya nzuri kwa mtoto ndani na yeye mwenyewe katika hali ya kawaida. Asante. Sawa.